Sasa maneno ya mwisho ya Yesu yameshatamkwa kutoka msalabani. Tetemeko la ardhi lililofuata kifo chake sasa limetulia, na sio askari mkuu tu, bali na wengine waliokuwa naye hapo wamesema tu hapa katika Mathayo sura ya 27 mstari wa 54, kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Sasa wapendwa, matukio matatu yanatokea katika saa zinazofuata. Injili ya Yohana inaandika katika sura ya 19 mstari wa 31, kwa kuwa ilikuwa siku ya maandalizi, na ili miili isibaki msalabani siku ya Sabato, maana ile Sabato ilikuwa siku kuu, Wayahudi walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe na waondolewe. Unaweza kukumbuka kutoka kwenye mazungumzo yetu yaliyopita, hii ndiyo Sabato kuu itakayofanyika siku inayofuata. Hii ni Ijumaa. Katika kikao chetu kilichopita, tulizungumzia ukweli kwamba Yesu alisulubiwa siku ya Alhamisi. Kisha taifa lilipokuwa likichinja wanakondoo wao wa Pasaka, wote walifurahia usalama wao kupitia damu iliyomwagika. Sasa kwa kuwa hii Sabato maalum ya Pasaka inaanza jioni, viongozi wa Kiyahudi hawataki hawa wanaume watatu Wayahudi wakiwa wamening'inia msalabani wakiharibu sherehe yao ya kidini. Unaweza kufikiria ucheshi uliopo hapa. Viongozi wa kidini hawataki yule ambaye walipaswa kumwabudu aingilie sherehe yao ya ibada. Kwa hiyo wanataka askari wa Pilato wavunje miguu ya hawa watu na kuharakisha kifo chao kwa kuwashusha kutoka kwenye sedulum, ambayo ni kiti kilichotengenezwa kwa kipande cha mbao, na kuvunja miguu yao kungeifanya isiwezekane kwa wahanga hawa wakiwa dhaifu kujivuta juu ili waweze kupumua. Basi askari walifanya hivyo kwa wale wezi wawili, lakini hapa kwenye mstari wa 33 wanagundua kwamba Yesu tayari amekufa, na ili kuhakikisha, mstari wa 34 unasema kwamba askari mmoja alimchoma ubavuni kwa mkuki na mara moja damu na maji vilitoka. Sasa sababu ya umuhimu wa kutaja mambo haya ni kama vile Yohana anavyoonyesha hapa kwenye mistari ya 36 na 37. Hii inatimiza unabii mbili za Masihi. Kwanza, kama vile mwanakondoo wa Pasaka, mifupa yake haikupaswa kuvunjwa kamwe. Hivyo basi, mifupa ya Bwana kama mwanakondoo wa mwisho wa Pasaka haikuvunjwa. Hilo limetolewa kwetu katika Kutoka sura ya 12. Pili, nabii Zekaria anasema kwamba siku moja Yesu atakaporudi katika kuja kwake kwa pili, taifa la Israeli litaangalia yule aliyepigwa mkuki. Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Kwa njia, haya yote yanathibitisha kwamba Yesu alikufa kweli. Hakuna mtu anayeweza kudai kwa uzito kwamba, unajua, Yesu hakufa kabisa na kwamba alifufuka tu kaburini. Sasa kwa hilo, tunaletewa mtu anayeitwa Yusufu wa Arimathaya. Anaelezewa katika Injili ya Yohana sura ya 19 na mstari wa 38 kama mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri kwa sababu ya kuogopa Wayahudi. Ukirudi kwenye simulizi la Injili ya Luka sura ya 23 na mstari wa 50, tunapewa maelezo zaidi hapa. Alikuwa mwanachama wa baraza, mtu mwema na mwenye haki ambaye hakukubaliana na uamuzi na kitendo chao. Kwa hiyo hiki ndicho unachokiona hapa. Una mwanachama wa mahakama kuu ya Israeli, Sanhedrini. Sasa iwe alikuwa kimya wakati wa vikao visivyo halali vya Sanhedrini, au labda pingamizi zake zilifunikwa na haraka ya kutaka kumuua Yesu. Hapa uaminifu wake kwa Bwana unaonekana wazi hadharani. Anamwendea Pilato na kuomba waziwazi mwili wa Yesu, na Pilato anakubali. Na kwa mshangao wa umma na bila shaka kwa marafiki zake wa Sanhedrini, hapa Yusufu anachukua mwili wa Bwana. Lakini hayuko peke yake. Ukienda kwenye Yohana sura ya 19, utapata kwenye mstari wa 39 hii nyongeza ndogo ya kushangaza na ya kupendeza. Nikodemo pia, ambaye awali alimjia Yesu usiku, alikuja akiwa amebeba mchanganyiko wa manemane na aloe vera, takriban kilo 34. Basi wakauchukua mwili wa Yesu na kuufunga kwa sanda pamoja na yale manukato. Sasa unaona kwamba sasa kuna wanachama wawili wa Sanhedrini wanaungana pamoja kumzika Yesu. Usikose hii. Kimsingi hili linafanya kazi kama mwisho wa taaluma zao za kidini.
Hili litawaondoa kwenye viti vyao vya mahakama kuu. Sasa tunaambiwa kwamba mahali pa mazishi ni kwenye bustani karibu na eneo la kusulubiwa, na inaelezewa nyuma kwenye Injili ya Mathayo sura ya 27 kama kaburi la Yosefu binafsi au la faraga. Mstari wa 60 unasema kwamba aliweka mwili wa Yesu katika kaburi lake jipya ambalo alikuwa amelichonga kwenye mwamba, na akavingirisha jiwe kubwa kwenye mlango wa kaburi na akaondoka. Sasa kile kilichoelezwa hapa ni kaburi la kawaida la karne ya kwanza lenye umbo la pango na lina mlango mmoja tu. Jiwe kubwa lingewekwa kwenye mfereji na kisha kuvingirishwa chini kwa msaada wa mvuto ili kufunika mlango wa kaburi. Mara tu jiwe lilipowekwa mahali pake, ingehitaji wanaume kadhaa kulisukuma juu na kuliondoa kwenye mlango wa kaburi. Kwa kawaida, vizazi vya familia moja vingezikwa kwenye kaburi moja. Hata hivyo, kaburi hili halijawahi kutumika na kwa njia halitatumika kwa muda mrefu. Sasa, umuhimu wa maziko ya Yesu na kaburi hili ni wa mambo matatu hasa. Kwanza, hili linatimiza unabii wa Masihi kutoka Isaya 53 na mstari wa 9 ambao unatabiri kwamba Masihi atakuwa pamoja na tajiri katika kifo chake. Na ndivyo ilivyokuwa. Pili, hili linathibitisha tena kwamba Yesu alikufa kweli. Sasa amefungwa kwa vitambaa vya kitani. Ametiwa muhuri na kitu kinachonata karibu na uzani wa pauni 100. Na hili ni muhimu sana kwa sababu bila kifo cha Masihi hakuna madai ya kweli ya ufufuo wa uzima. Sasa la tatu, Yesu anazikwa katika kaburi la huyu jaji maarufu wa mahakama kuu, na Injili zinatuambia kwamba Maria Magdalene na wanawake wengine walikuwa wakitazama maandalizi na mazishi ya mwili wa Bwana. Kwa hiyo, kwa maneno mengine, hakuna nafasi kwa wazo la ajabu kwamba wanawake hawa na wanafunzi walikwenda kwenye kaburi lisilo sahihi asubuhi ya Jumapili. Na walipokuta kaburi hilo likiwa tupu, basi walifanya kosa la kudhani Yesu amefufuka kutoka kwa wafu. Hapana, walikuwepo wakishuhudia maandalizi haya. Zaidi ya hayo, kumbuka kwamba sasa kaburi hili linamulindwa vikali. Mathayo anaandika katika sura ya 27 mstari wa 62, wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikusanyika mbele ya Pilato na kusema, Bwana, tunakumbuka jinsi yule mlaghai alivyosema alipokuwa bado hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Sasa hatujui walijuaje hili. Inawezekana Yuda aliwaambia. Lakini kinachonivutia mimi ni kwamba viongozi wa kidini walikumbuka kitu ambacho wanafunzi kwa kweli walionekana kusahau. Sasa viongozi hawaamini utabiri huu. Wanaogopa tu kwamba wanafunzi wanaweza kujaribu kuiba mwili na kudai Yesu amefufuka kutoka kwa wafu baada ya siku 3. Kwa hiyo wanamwomba Pilato alilinde kaburi hilo kwa angalau siku 3. Pilato anakubali, na tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 66 kwamba wakalifanya kaburi kuwa salama kwa kulitia muhuri jiwe na kuweka walinzi. Kwa hiyo kuna walinzi wasiopungua 4 wakilinda kaburi hilo. Wamejihami kwa mikuki, mapanga na visu. Wamelindwa na mavazi ya kinga binafsi. Wamefundishwa vizuri na wamejitolea kikamilifu kutimiza wajibu wao. Tunaambiwa pia kaburi limefungwa kwa muhuri. Hii inamaanisha kwamba kamba ilivutwa juu ya jiwe linalofunika mlango wa kuingilia na kisha ikatiwa muhuri kila mwisho. Sasa ule muhuri ulikuwa umetengenezwa kwa udongo na pete ya muhuri ilibonyezwa juu yake. Yeyote ambaye angevunja muhuri huu kwa njia yoyote ile angehukumiwa adhabu ya kifo. Na kama walinzi wangepewa rushwa, basi walijua pia hiyo ingemaanisha mwisho wa maisha yao. Sasa maelezo haya yote ni muhimu kwa sababu kwa pamoja yanaondoa uwezekano wa udanganyifu. Hakuna njia ambayo wanafunzi wangeweza kuwashinda hawa askari, kusogeza lile jiwe, kutoa na kisha kuficha mwili wa Yesu, halafu watoke na kudai kwa mafanikio kwamba amefufuka kutoka kwa wafu. Sasa hebu nikuambie, hapana, Mungu anaandaa mazingira ya ufufuo wa Yesu ili isiwe rahisi kuelezea vinginevyo. Nafikiria hili, wanafunzi wako wapi kwa sasa? Je, wako mahali fulani wakiimba kuhusu ufufuo wa Bwana unaokuja? Je, wanapanga kuiba mwili wake?
Je, wanakusanya pesa za kutosha ili kwenda kuwahonga walinzi? Hapana. Hapana, ukweli ni kwamba hawatarajii ufufuo wowote. Wamevunjika moyo, wamechanganyikiwa na wanaogopa. Kumbukumbu yoyote ya ahadi ya Yesu kuhusu ufufuo, basi hiyo imezikwa chini ya hofu zao. Sasa wamejificha. Kwa njia, wapendwa, hii ni kumbusho nzuri kwetu. Wakati Bwana anaonekana hayupo, wakati maisha yanapogeuka ghafla na kukatisha tamaa, basi ngoja nikuambie, Bwana yu hai. Bwana bado anafanya kazi. Hataki tuende tukajifiche. Anataka tuendelee kumtumikia waziwazi na kuchukua ujumbe wake kwa dunia inayotuzunguka. Basi kwa hayo, muda wetu umeisha na tunalazimika kusimama hadi tutakaporudi tena kwenye safari yetu ya hekima. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.